wanawake sisi ni watu ambao tumeumbwa kwa upendeleo mkubwa sana na Mwenyezi Mungu. Mwanamke yoyote ambaye ana akili iliyo salama na safi, cha kwanza atakuwa anajitambua. Uongo? Atakuwa anajitambua na kujiheshimu na kujithamini, na pia atajisimamia. Sisi wanawake wenye familia, ukiongelea watoto, ujue hata ule mume wako ni mmoja wa watoto wa kwenye ile nyumba. Kwa hiyo kwenye malezi tunawakumbusha wote, ukiwa kama mwanamke, pambana unavyoweza, jifunze, muda bado tunao, ili uweze kuchangamkia fursa zinazokuja kwa kufanya biashara ndogo ndogo mpaka kubwa. Sawa? Mimi nawaomba waandaaji, mwakani muandae mapema, kwa sababu hili tukio ni tukio zuri na limekuwa na mvuto na limevutia. Wanawake mmevaa kanga, mmependeza. Basi waandaaji, mwakani muandae mapema ili tujitokeze wanawake wengi sana, ili turudishe utamaduni wa kanga kwetu, kwa watoto wetu na wajukuu zetu, visije kupotea. Maana vijana wetu wa sasa wanavaa vipedo tu, inawezekana hawajui kanga, hatakuwa tumewafunza, kwa sababu wamekuja wamezaliwa watoto wa miaka ya karibuni wanavaa diaper, hawajui maana ya kanga. Kwa hiyo turudishe utamaduni wetu huu, kanga hizi ziendelee kumpendezesha mtu mwingine yoyote yule. Tuwe kama Wamasai ambao wao lubega kwao imekuwa ni asili. Kwa hiyo na sisi turudishe utamaduni wetu wa kanga, ili asili yetu isipotee ya Mtanzania, ya mwanamke wa Kitanzania. Kwanza kabisa ni washukuru watu walioandaa hii gala, kanga gala, dada yangu Jeni pamoja na waratibu wengine. Tunashukuru sana kwa fursa hii, kwa sababu sio lazima uokoe watu wote, lakini tunamtafuta mtu mmoja ambaye anaweza akapona afya ya akili kwa siku ya leo. Nakumbuka nilikatwa mikono yote miwili. Hadi mkono wa kushoto nilikuwa nimekatwa kiasi kwamba mimi nimelishwa miezi miwili siwezi kula. Kwa hiyo mkono uliwekwa na yenyewe chuma, kwa sababu nimetumia mikono kukinga mapanga. Kwa hiyo nimefanya sana mazoezi mpaka mkono uje kupata nguvu, hata kushika kijiko ilikuwa sio rahisi. Kwa hiyo una mikono yako, usimpe mtu akukatishe tamaa. Wewe ni shujaa, unaweza sana. Na Mungu atutie nguvu, na Mungu atusaidie tufunge kanga, tuimarishe afya zetu za akili. Usiruhusu mtu akakuharibia afya yako ya akili. Lakini pia niongee na masingo maza au masingo father pia. Jamani, naombeni mtusiwaharibu watoto wetu akili zao. Wewe ulikutana na huyo baba au ulikutana na huyo mama ambaye wote hamjafiti mpaka mwisho. Lengo la Mungu ni baba na mama kukaa na watoto wao, waweze kuwalea kwa pamoja. Kwa hiyo kama imeshindikana, naomba usimjaze mtoto sumu. Huyo mtoto anakuja kukua na yeye anaweza kaja kuwa ni katili kuliko hata huyo baba yake au mama yake. Huyo mtoto akuepo, msimharibu mtoto akili. Kwa hiyo usimpe hata mtu akajadili mambo yenu mbele ya watoto wako. Mimi tuwalinde watoto wetu, tuwalinde kwa wivu mkubwa sana, na tuwafundishe tu neno la Mungu. Tusiwajaze sumu kuhusiana na wale wenza wetu. Haitawasaidia watoto wetu, tutawaharibu. Badala ya kurizi kizazi chenye amani na upendo, tunawarizi watoto ambao wana uchungu mkali sana kwenye mioyo yao. Tunaungana na tukio la Kangala lenye kauli mbiu isemayo funga kanga, imarisha akili ya mwanamke. Kitengo cha afya ya akili tukaona tutoe elimu kwa wanawake, hasa kuhusiana na matatizo ya afya ya akili yanayowakumba wanawake. Mwenye afya ya akili timamu ana uwezo, yani anakuwa na yeye akili chanya na uwezo wa kushiriki katika jamii. Anashirikiana na jamii yake kufanya mambo yote muhimu katika jamii. Kuungana, ikitokea tatizo, anaumwa, anafanya nini. Kwa hiyo vile vitu vyote anajua kwamba ni tatizo. Matumizi ya dawa za kulevya kama vile sigara, pombe, bangi, heroin, cocaine, miraha na kadhalika. Watu wengi wanaamini kwamba pombe sio kilevi au sio dawa za kulevya. Pombe ni mojawapo ya vilevi ambavyo vinaweza vikamsababishia mtu kupata afya ya akili. Na pia kuna sababu za kisaikolojia kama majanga, kukosa ajira, kufiwa na mume, kubakwa. Hizo ni mojawapo ya sababu
za magonjwa ya afya ya akili.